kuanza kuwekeza katika hisa kunaweza kuwa njia nzuri ya kukuza mali yako kwa muda mrefu, lakini ni muhimu kufanya hivyo kwa uangalifu na kwa kujifunza kwanza. Hapa kuna mwongozo wa hatua kwa hatua wa kuanza kuwekeza katika hisa. Namba 1 ni jifunze msingi wa uwekezaji wa hisa. Hisa ni nini? Hisa ni sehemu ya umiliki katika kampuni. Unaponunua hisa, unakuwa mmiliki mdogo wa kampuni hiyo. Kwa nini watu huwekeza kwenye hisa? Watu huwekeza kwenye hisa ili kufaidika na ongezeko la thamani ya hisa na ugawaji wa faida. Je, hisa zina hatari gani? Thamani ya hisa inaweza kupanda au kushuka kulingana na soko na hali ya kampuni, na kuna hatari ya kupoteza pesa zako zote. Mwongozo au sababu ya pili ya hatua kwa hatua ili unataka kujua ili kuwekeza kwa hisa ni fanya utafiti na kujifunza. Soma vitabu na nyaraka kuhusu uwekezaji. Vitabu kama The Intelligent Investor na Common Stocks na Uncommon Profit vinaweza kukupa msingi mzuri wa namna ya kuwekeza katika hisa. Au fuatilia habari za kifedha na soko la hisa. Vyanzo kama Bloomberg, Reuters na CNBC hutoa habari za soko. Jifunze kuhusu kampuni na sekta ambazo unapenda kuwekeza. Fahamu biashara ya kampuni, ushindani wake na uwezo wake wa kukua. Namba 3 ni kuamua malengo yako ya uwekezaji. Muda wa uwekezaji. Je, unatafuta faida ya haraka, uwekezaji wa muda mfupi, au unatazamia uwekezaji wa muda mrefu? Hatari unayoweza kustahimili. Je, uko tayari kukabili hatari kubwa kwa ajili ya kurudi kubwa au unapendelea uwekezaji wenye hatari ndogo? Na kingine ni kiasi cha uwekezaji. Amua kiasi gani cha pesa unachotaka kuwekeza na kuwa tayari kukubali kupoteza hicho kiasi. Namba 4 ni chagua mfumo wa uwekezaji. Kuna njia kadhaa za kuchagua mfumo wa uwekezaji. Moja kwa moja. Kuna kununua hisa na au kampuni ya mwekezaji ni kupitia wataalamu wa uwekezaji. Unaweza kuwekeza kupitia wataalamu wa uwekezaji kama vile index fund, mutual fund au ETF ambayo hushughulikia hisa mbalimbali. Namba 5 ni chagua au kufungua akaunti ya uwekezaji. Kabla ya kuanza kuwekeza, baada ya kufungua akaunti ya uwekezaji, unachotakiwa kufanya ni kuchagua broker. Tafuta broker wa fedha katika soko la hisa anayekubalika na mwenye gharama nafuu. Baadhi ya brokers maarufu ni Solomon Brokers na wengine. Baada ya kufungua account, itachukua muda mfupi kujaza maombi na kutoa taarifa zako za binafsi za kifedha. Baada ya hapo, unaanza kuweka fedha kwa kiasi ulichoamua au unachotaka kuwekeza. Namba 6 ni kununua hisa. Chagua hisa. Tumia ujuzi wako wa utafiti kuchagua hisa za kampuni ambazo zinakidhi malengo yako ya kuwekeza au malengo yako ya uwekezaji. Ingiza au nunua hisa kwa bei uliyochagua. Unaweza kununua kwa bei sasa au kuweka amri ya kununua kwa wakati bei itakapofika kiwango fulani. Namba 7, fuatilia na kusimamia uwekezaji wako. Fuatilia soko. Shughuli za soko la hisa zinaweza kubadilika kila siku na kila wakati. Fuatilia uwekezaji wako na ufanye marekebisho kadri inavyohitajika. Kwa muda unaweza kuhitaji
kubadilisha mkusanyiko wa hisa zako ili kukabiliana na mabadiliko ya soko au mabadiliko ya kifedha. Soko la hisa ni la kila wakati, linabadilika. Endelea kujifunza na kusoma ili kuboresha uwezo wako kufanya maamuzi ya uwekezaji. Namba 8 ni jua wakati wa kuuza. Kwa sababu unanunua, lazima uuze au unatakiwa kuuza baada ya muda fulani. Kwa hiyo namba 8 ni jua wakati wa kuuza. Fuatilia malengo yako. Ikiwa uwekezaji wako umefikia malengo ya kifedha na unaweza kufikiria kuuza sehemu au yote ya hisa zako. Kuepuka ushawishi wa hisia. Usiache hisia kama hofu au tamaa ufanye maamuzi yako ya uwekezaji. Shikilia malengo yako ya kifedha. Namba 9 ni fanya uchambuzi wa uwekezaji wako. Tathmini utendaji kila baada ya muda. Tathmini ni kiasi gani uwekezaji wako umekuza mali yako au umekuza hisa zako, kama umefikia malengo yako au bado. Fanya marekebisho kama inahitajika. Fanya mabadiliko kwenye mkusanyiko wako au kwenye hisa zako za uwekezaji ili kukabiliana na mabadiliko ya soko au malengo yako mapya. Namba 10 ni shirikiana na utaalamu wa kifedha ikiwa inahitajika. Ushauri wa kitaalamu. Ikiwa huna ujuzi wa kutosha au wakati wa kusimamia uwekezaji wako, fikiria kushirikiana na mshauri wa kifedha anayekubalika au mwenye vigezo vinavyokubalika. Usisahau kusubscribe, like na comment katika video zetu ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya pindi tutakapoweka.